Na uone mahusiano yako na Mungu kama hatabadilika. Sifia Mungu. Kwa hiyo maombi yamebeba pia sifa ndani yake. Kuna nguvu unapoingia kusifu. Nimetolea mfano wa familia. Na unaweza kuandaa kwamba Jumapili itakuwa ni siku ya kusifu peke yake. Jumapili jioni tunakuwa na ibada. Hizi ni kipindi cha kusifu peke yake, kumsifu Mungu, kutambua sifa na shukrani za Bwana. Itakusaidia na itanisaidia na mimi na utapiga hatua. Jambo lingine, ukishamaliza kumsifu Mungu, umeimba nyimbo za sifa na umeshukuru, kwa sababu kushukuru ni kipengele kinachosonda Mungu alivyokutendea. Unauthaminije wema wa Bwana? Unathaminije baraka za Bwana? Unathaminije fadhili za Mungu? Tunapaswa kumshukuru Mungu si kwa maneno peke yake, bali zaidi hata kwa matendo. Bwana asifiwe. Unajua ile amri inayosema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, watu tunaisoma tu na tunaifafanua tu, kivingine tunaacha. Lakini kiuhalisia maana ya kulitaja bure jina la Bwana Mungu wako, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hii amri ina mafundisho mengi ndani yake. Lakini miongoni mwa mafundisho hayo inatuhitaji tuibebe tabia ya Mungu. Bwana asifiwe. Tuibebe tabia ya Mungu kwa mawazo, maneno na matendo. Ndiyo lengo la hiyo amri ya Bwana. Kwa hiyo unamshukuru. Ndio maana ukienda baadhi ya familia zingine zina masanduku ya sadaka ibada ya jioni, wameshakiwekea, wanatambua. Nilienda familia moja. Mimi nimetembelea familia hiyo. Nilienda familia moja, nikakuta wana sanduku la sadaka. Wanadumbukiza sadaka. Sio kwamba yaani sadaka yao ya nyumbani tofauti na wanaoleta kanisani hapo. Kwa hiyo washajijengea utaratibu. Kila ibada ya jioni wanadumbukiza kwenye sanduku. Iwe 100, 200, 100 ngapi, 10,000 ngapi. Lakini akaniambia hii tunaweza kuwa tunaitoa kila mwisho wa mwezi au baada ya miezi mitatu, kila mwisho wa robo. Na tunapeleka kanisani kama fedha ya shukrani. Tunaweza kununua vitu viwili vya kanisa. Tunaweza kununua kitu fulani. Kwa wewe unaweza kujiwekea, unajua kila mmoja na namna ya anavyoweza kumkaribia Mungu na Mungu akamkubali. Ili mradi tu kumkaribia kwako Mungu hakuendi nje ya Biblia. Kwa sababu chochote kilicho nje ya Biblia hiyo ni pumba. Bwana asifiwe. Chochote kilicho nje ya Biblia hiyo ni pumba. Hatuwezi kuikubali. Lakini chochote kinachoendana na Biblia hiyo ni ngano. Lazima tuikubali, lazima tuipokee na tuitumie kwenye maisha. Kwa hiyo alikuwa ameandaa hivyo. Wewe umejiandaaje? Nakumbuka wakati moja nitoa ushuhuda. Wakati ninataka kuoa, nikafanya kitu kimoja. Nikamwambia mwenzangu, kuna watu wamejitolea kutusupport 1, 2, 3. Wanatuma shilingi ngapi, atakayetuma 1, 2, 3. Nikamwambia unajua tufanyeje? Kama mtu akituma 50,000, hiyo 50,000 tusiitumie kwenye mambo yetu. Kwa kama nilikupa kadi wewe, ukinitumia 50,000, ni umetuma kwa lengo la sherehe la harusi. Mimi 50,000 ndio nilichokuwa nakifanya, natoa zaka na sadaka. Na unajua naweka pembeni. Mwisho wa siku nikaja kukalkulate michango yote iliyotolewa na kila kitu. Tutapata kama milioni kadhaa hivi, milioni 1, milioni 2. Ambia sasa tumepata 1, 2, 3. Hebu tutoe zaka na sadaka ya hii hela.
katoa, nikaigawanya, nikampa yeye, peleka shukrani kanisani kwako, na mimi napeleka shukrani kanisani kwangu. Nikamwambia hivyo ndivyo tunavyofanya. Hatuwezi kumeza zote, maana Mungu ametupigania, na tukikumbuka misukosuko mingi tuliyopita. Kwa sababu by the way, kuoa sio kitu rahisi. Bwana asifiwe. Kuoa sio kitu nini? Sio kitu rahisi. Ndio maana tunaambia wanaume na wanawake, ukishapata mwenzi na unaona roho Mungu yumo ndani yake, mkumbatie. Yaani mkumbatie. Mpe vyote anavyohitaji, ikiwa tu haviko nje ya Biblia. Yaani hilo tu, ukishaka kwenye nje ya Biblia,